Mimi ni mkulima wa kabeji, najishughulisha na shughuli ndogo ndogo nipate maslahi ya kula. Basi. Kwa jina lako unaitwa nani? Kwa jina naitwa Fortunata Benedict Kilumile. Unalima kabeji ukiwa na umri gani? Nikiwa na umri wa miaka 65. 65? Je, kabeji inakusaidia nini wewe kama mzee? Kupata chumvi, sabuni, sukari. Kwa kabeji ni moja kati ya kitega uchumi chako ambacho umejitegemea wewe ambacho umekiweka, si ndio? Ndio, najishughulisha na vilimo mbalimbali, ngano, njegere, maharage na mahindi. Kwa ngano, njegere, maharage na mahindi pia unalima. Kwa shamba huku juu umelima ngano, njegere au nini? Nimelima ngano na njegere. Ngano na njegere. Je, kwa utaalamu wako wewe kabeji inalimwaje? Labda utueleze namna ya ulimaji na huduma. Huduma, kabeji unawatika baada ya miezi mitatu, wiki 6 ndio unaanza kupandikiza. Wiki 6 ndio unaanza kupandikiza. Maana ni mwezi mmoja na wiki 2, si ndio? Na je, changamoto ipi unapitia kutokana na kilimo hiki cha kabeji? Kilimo cha kabeji kina changamoto na vidudu wanakula kwenye, wanatoboa, wanapata ukungu fulani kama kinyausi. Je, kwa kutokana na uzoefu wako wewe, kabeji ni kilimo ambacho ni rahisi kwa wewe mzee kukimudu ama ni kilimo cha tabu sana? Kwa mimi mzee ni kilimo kizuri kwa kukimudu, maana nitakuwa naangalia hapo napumzika, nang'oa majani, nafanya nini. Je, kwa uzoefu wako wewe unaonaje kilimo cha kabeji na unawashaurije wazee wenzako kama wewe? Na washauri na wenzangu wao wanalima wapate maslahi, wasio wanahangaika hela ndogo ndogo ya matumizi. Je, na kwa wale wazee ambao wanaweza kutembea, kuongea na kufanya kazi zingine ndogo ndogo na wenyewe wamekaa tu nyumbani, unawashaurije wale? Na washauri twende shambani tukalime. Twende shambani tukalime. Tuoneshe kidogo shamba lako vizuri. Shamba langu ndio hili hapa. Nalima, kuna miche kama 500 hapa. Miche kama 500 hivi pote hapa. Miche 500 nilizopanda. Ili zinisaidie. Wewe kama mzee? Mimi kama mzee. Safi kabisa. Nisihangaike, nisipate pressure ya kuishi. Kwa hiyo kilimo kabeji upati pressure ya kuishi? Siwezi kupata pressure, najua naenda kuchuma kabeji nitauza, napata 200 ngapi ya kunisaidia kula. Lakini pia naona kama umepanda miche ya parachichi. Je, hii ni ya manufaa gani labda? Hii itaniweza kunisaidia huko mbeleni, kunisaidia nitakapokuwa nashindwa kuja shambani. Utakaposhindwa kuja shambani ndio nitakuwa nachuma maparachichi, nasema wakanichumie waniuzie. Akuuzie. Na je, shamba lako naona limestawi sana. Je, umetumia labda mbolea gani? Nimetumia mbolea ya samadi na mbolea ya chumvi. Mbolea ya samadi na chumvi. Chumvi hapa ulitumia mbolea gani sana? Nilitumia dapu. Kwa ajili ya kukuza, si ndio? Ndio. Na mbolea ya samadi unatumia mbolea gani? Nilitumia mbolea ya nguruwe na ya Simplis. Nguruwe na Simplis ambao wote umefuga nyumbani. Kwa mifugo pia mingine midogo unafanya nyumbani. Kwa hiyo kama mzee pia vile mifugo midogo vinakusaidia upate mbolea, vinakufaisha wewe mwenyewe. Mbolea ya Simplis, mbolea ya nguruwe. Je, utaalamu ulijifunza wapi kutokana na unavyoona kabeji imestawi, imepandwa vizuri? Labda njoo nionyeshe hapa. Je, ni utaalamu gani umepata wapi utaalamu? Utaalamu huu nimejifunza tu kupitia kwa wakulima wa kabeji. Nilipita sehemu nikakuta wamepanda kabeji, nikaulizia hii kabeji mnapanda pandeje? Wakanielekeza, ndio na mimi nikajifunza. Na wewe ndio? Kajifunza. Nikajua labda kidogo ulisoma kilimo labda, ama una mtu ambaye anafahamiana na kilimo labda akifundisha, kumbe wewe mwenyewe ulipita tu mtaani. Nilipita mitaani kwa watu wanaolima mboga na mimi nikajifunza. Shamba lako nalo limestawi kweli bibi. Je, hapa unategemea labda kuvuna kiasi gani labda? Hapa. Yaani ukivuna mavuno yote utapata labda shilingi ngapi? 1,000,000, 1,10,000, 2,000,000, 300,000? Milioni hazifiki, 300,000, 200,000 nitapata. Kwa hiyo kama inauzika nitapata hata 500,000. Kama haiuziki nitapata 200,000, 300,000. Kwa maana hiyo hii kabeji itakusaidia pakubwa sana kwenye bajeti ndogo za chumvi, sukari. Nyingine itakuwa mamboga ya kulishia nguruwe, mifugo midogo ambayo inaifuga nyumbani. Kwa maana hiyo kabeji hii itakusaidia sana wewe mkulima, si ndio?
Hongera sana bibi. Na mbegu hiyo unatumia kampuni gani? Kampuni sielewi. Ila nakumbuka unaonyesha mwisho ilikuwa ni East West Seed, si ndio? Sijui jina lake. Ile imeanza na E, imeanza na A, herufi A, si ndio? Ya Arusha. Safi sana bibi bwana. Kwa hiyo nakupongeza sana, wewe hujawa tegemezi lakini umeingia kwenye kilimo, umejishughulisha. Licha kwa una mapengo lakini safi sana. Wewe unafanya kazi kuliko wale wazee wengine wote. Ambao wao wenyewe wamekaa nyumbani na kusubiri tu wapewe hela. Wewe unafanya kazi nzuri kama hii ya kilimo. Safi sana. Nikupongeze sana bibi. Na nikutakia wakati mwingine sana, na unawashauri wazee zako labda anaweza kupatia mawasiliano gani, labda namba ya simu za kuwatajia kama umeikalili. Hakuna namba niliyokalili. Ama namba uliyokalili. Kwa kama unataka wazee zako wapatie ushauri kutokana na kilimo cha kabeji, wanitaje namba kwangu mimi mtangazaji ama nitawafuata, nitawashauri nione wanasemaje. Na unapatikana kijiji gani mama? Matundu. Matundu kata ya Madilu, si ndio? Matundu kata ya Madilu. Mtaa wa Liganga. Mtaa wa Liganga, mkoani Njombe, Ludewa.